Jeff Kirui, KTN. Na kwingineko ni kwamba msururu wa visa vya mikasa ya moto ambao hutekelezwa na kusababisha vifo vya wanafunzi vimeibua maswali mazito ya kisheria kuhusu jinsi kesi za matukio hayo huendeshwa, saa kama inahusiana na watoto kama washukiwa wakuu. Katika ripoti hii, mwanahabari wetu Bentura Kwamboka anaeleza mfumo wa kisheria na kwa kuwashtaki watoto ambao hupatikana na kosa la kuteketeza mabweni na kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao. Mikasa ya moto ya mara kwa mara si jambo geni nchini. Mkasa wa moto wa shule ya Changoli mjini Machakos, shule ya upili ya St. Kizito mjini Meru, shule ya Bombolulu na shule ya upili ya Moi jijini Nairobi ni baadhi ya mikasa tajika. Katika mikasa hiyo, mikasa miwili imejitokeza wazi kwa wanafunzi kushtakiwa na kufungwa kisheria. Mnamo wa mwaka 1991, wasichana 19 walipoteza maisha yao katika shule ya upili ya St. Kizito huko Meru kufuatia shambulio la makusudi la mkasa wa moto kutoka kwa wanafunzi wa kiume. Wanafunzi 30 walifikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka 19 ya kuua bila kukusudia. Mnamo wa mwaka 2001, wavulana 67 walipoteza maisha yao katika moto wa bweni katika shule ya upili ya Changoli. Washukiwa, wanafunzi wawili wenye umri wa miaka 16, walikamatwa kwa kusababisha mkasa huo. Baadaye, mnamo mwaka 2017, mwanafunzi wa miaka 14 alikamatwa kwa kusababisha vifo vya wasichana 10 kutoka shule ya upili ya wasichana ya Moi kwa kuanzisha moto wa bweni. Katika sheria ya Kenya, umri wa miaka 17 unachukuliwa kuwa mtoto, na watoto wanaohusika katika tendo kama vile uchomaji wa shule unaosababisha kifo huwa hawashtakiwi kama watu wazima. Badala yake, sheria inazingatia ukarabati wa tabia. Kulingana na wakili wa kikatiba Nurdin Kagai, mtoto yote aliye na umri wa zaidi ya miaka 8 na aliyetenda kosa kama hilo anawajibika kisheria, lakini anaweza kushtakiwa katika mahakama ya watoto kulingana na umri wao halisi na ukali wa kosa. If you are above the age of 8, then criminal responsibility upon you can now be brought before court. And you know, actually the most interesting thing is that these children are usually tried in the children's court. Katika thima ya jinai imegawanywa katika sehemu. Kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 12, sheria ya watoto hutoa kinga kamili dhidi ya mashtaka ya jinai, ingawa watoto wenye umri wa miaka 12 hadi 18 wanaohusika na kosa la kuchoma shule na kusababisha vifo, kuna dhana inaweza kupingwa kwamba hawaelewi tofauti kati ya mema na mabaya, huku wale walio na umri wa miaka 14 na zaidi huchukuliwa na jukumu la jinai kutokana na matendo yao. Hata hivyo, kwa watoto wenye umri wa miaka 12 na zaidi ambao wanapatikana kufanya vitendo kama vile kuchoma shule, mauaji au kuharibu mali kwa makusudi, wanaweza kushtakiwa kama watu wazima. They will now have to have their charges read to them. Whatever charge they come up with, they have a right to argue for bail. Bail is a right enshrined for every accused person, and the court will decide on reasonable bail terms, taking into consideration even the status of the accused persons. Na kwa tukio la shule ya upili ya utumishi kwa wasichana wa utumishi, mashtaka yanayowakabili wasichana 8 inaweza ikachukua mkondo huo. Bentura Kwamboka, KTN.